Movie yetu ilianzia hapa kanisani ambapo kuna hawa wanandoa wawili wamekuja kujivika pingu za maisha kwa maana ya kufunga ndoa. Na baada ya kumalizika kufunga ndoa, shangwe na vigelegele vilitawala sana mahali hapo. Kama ambavyo tunajua wapambe sio poa. Na huku nje tunamwona msimamizi wa bwana harusi akiwa anaongea na simu. Inavyoonyesha ni kuwa anazungumza na mke wake ambaye inaonekana anasumbuliwa na tatizo kubwa sana la kiafya. Na changamoto yao imekuwa ni pesa, na mmewe akawa anamwambia kuwa kuna pesa kidogo anayosema, hivyo atajitahidi kufanya jambo ili mke wake aweze kupona. Na wakiwa wanaendelea kuzungumza, akaja bibi harusi ambaye ni Delin, na alipokuja huyu jamaa akakata simu na kumwambia mke wake kuwa atamtafuta tena baadaye, lakini bado inaonyesha kuwa mke wake alikuwa bado yupo kwenye huzuni sana. Na baadaye mama yake na Delin alikuja na kuwapa taarifa kuwa wanahitajika kwenda kupiga picha. Wakakubaliana, na baada ya zoezi la kupiga picha kuisha pale kanisani, bwana harusi akamwomba yule mpambe wao wa harusi awatoe maeneo ya pale kanisani awapeleke nyumbani, na ilikuwa wanatoka kwa siri sana bila kumwaga mtu yoyote. Hatujui ni kwa nini waliamua kufanya hivyo. Wakiwa njiani wanaelekea nyumbani kwa ajili ya kujivinjari siku hiyo, ghafla walizuiwa na kundi kubwa la ng'ombe walilokutana nalo njiani. Inavyoonyesha hii siku hawa na harusi walikuwa na furaha sana, furaha ambayo ilikuwa haina kipimo. Wakiwa hapa bado wanasubiri ng'ombe wapite ili waendelee na safari, dereva alishtuka sana baada ya kuona miongoni mwa watu waliokuwepo hapa anachoma bunduki na kuanza kushambulia juu. Bwana harusi akajaribu kumwambia dereva kuwa watoke haraka sehemu hii, lakini ikawa ni ngumu kwa sababu sehemu ya kupita ikawa haipo. Basi wakajitokeza magaidi na kutaka kuwateka. Dereva wao akafanikiwa kukimbia. Bwana harusi naye akataka kukimbia, lakini akakutana na risasi akaenda chini. Bibi harusi baada ya kuona mumeo kaenda chini akaanza kumlilia, lakini mtekaji akaja na kumwambia kuwa anapaswa kuwa mpole, maana kama mumeo atakuwa amekufa hata yeye ni mwanaume pia anaweza kumoa. I say it was a big mistake. Upande wa pili huko kanisani, shamra za hapa na pale zikao zinaendelea bila kujua wenye harusi yao wako kwenye wakati mgumu sana huko duniani. Na huku nako yule dereva ambaye ni gosi na mpambo wa harusi yetu akawa anazidi kuandamwa na magaidi, na baada ya kukimbia sana akajikuta mbio zake zinakosa msaada. Baada ya njia kufika mwisho, ikabidi atafute sehemu ya kujificha. Hao magaidi nao wakafika hadi hapa na hakukuta mtu, na wakati wakiwa wanashauriana warudi au wasirudi, mara ghafla simu ya bosi ikawa inaita. Kumbe hakujificha mbali na maeneo haya, na alipoitoa ile simu ile aikate, kwa bahati mbaya ikaanguka na kujipokea. Magaidi wakawa wanaisogelea ile simu wakijua fika bosi atakuwa yuko mahali hapa. Na upande wa pili kwa mke wake na bosi akawa yupo na mtoto wake, na akawa anamwambia kuwa mtoto anataka kuongea na wewe, lakini ajabu akawa anasikia sauti ya majambazi tu na risasi, jambo ambalo lilikuwa linamuonesha kuwa mumeo yuko matatani. Basi bosi akachukuliwa hadi waliko mateka wengine, na alipofika pale akakutana na bwana harusi akiwa yuko chini. Hakujua kama atakuwa amekufa au vipi. Mateka wote wakachukuliwa, na huku bosi akiamrishwa kumbeba bwana harusi, na safari ikaanza wasijua wanakoelekea. Kilichokuwa kinaonekana ni sura tu ya bibi harusi akiwa yupo kwenye huzuni, akiwa ni haelewi na imekuwaje siku ya muhimu na ya kipekee kama hii ambayo alikuwa akingojea kwa siku nyingi. Kumbe ilikuwa ni siku ambayo imebeba machungu na mazito mengi ambayo hakuyategemea. Hello mama, vipi? Karibu sana mimi Diamond, na hii ni Diamond Movie Cup. Tafadhali ili kuendelea kuwa mwanafamilia usisahau kusubscribe, like, comment pamoja na kushare. Asante. Upande wa pili ni hapo hospitali ambapo tunaona huyu mwamba amemaliza kuswali, kisha mke wake anamwambia kuwa simu yake inaita, lakini mwamba anamwambia kuwa apotezee tu na hiyo simu. Hivyo anamchukua mtoto kutoka kwa mke wake na kumshukuru kwa kumzalia. Inavyoonyesha ni kuwa mkewe katoka kujifungua muda sio mrefu, lakini pia wakiwa bado wako hapa, mara daktari anaingia na kumpongeza huyu mwamba na anamweleza kuwa mke wake ataendelea kubaki hapa pamoja na mtoto kwa ajili ya uangalizi kidogo, kisha daktari anaondoka. Baadaye simu ya mke wake inaita, na mke kuitazama anagundua ni watu wale waliompigia mumewe wameamua kupiga kwenye simu yake wakati huo. Hivyo anampa simu mumewe ili aongee na wale watu, na baada ya kuongea nao inaonyesha ni simu ya kazini. Mkewe anamuuliza ni mambo ya kazini si ndio? Jamaa anajibu ndio, kisha mkewe anakosa furaha maana mumewe amekuwa ni mtu wa kazini tu, lakini jamaa anamtuliza mkewe akimwambia kuwa kazi ya sasa hivi imekuwa ni kazi kubwa, nina uhakika nikimaliza nitapandishwa cheo na tutaenda zetu kuishi Lagos tufurahie maisha kama ulivyokuwa unaota siku zote. Na kisha anaondoka na kumwacha mkewe pale akiwa amekubali tu kushinda upande. Huku maeneo ambayo utekaji ulifanyika tunaona anawasili huyu mwamba, na mpaka hapo ndo tunagundua kumbe huyu jamaa ni askari pelelezi na jina lake anaitwa Babagana.
na baada ya kuwasili akapewa maelezo ya kilichotokea, kisha akawaambia vijana wake kuwa wawe tayari kwa ajili ya kazi. Upande wa mke wake Nagosi bado alikuwa yupo kwenye huzuni. Mlango ukawa unagongwa kila mara, na alipouliza ni nani, ikawa ni sauti ya mwanae anamuuliza kuwa kama yuko salama, lakini mama yake akawa anamjibu kuwa yuko sawa, lakini akamsihi sana aende akamlinde mdogo wake. Na upande wa watekaji na mateka wakawa wanaendelea tu kutembea hadi wakawa wamechoka, hasa Gosi alikuwa amechoka sana, maana yeye alikuwa amebeba maiti ya bwana harusi, na alipofika hapa akashindwa kuendelea kabisa na kutembea, ikabidi tu aitupe ile maiti chini. Mmoja wa wale watekaji wakamforce anyanyuke na waendelee na safari, lakini Gosi akasema kuwa amechoka, basi ikabidi wamruhusu apumzike. Na kwenye kushauriana ni namna gani kuendelea kubeba ule mwili, wakakubaliana kuwa ukatekate ule mwili ili uwe ni rahisi kubeba. Hatujui ni kwa nini hawataki kuacha umwili, na wala hatujui ni wapi wanaupeleka umwili, lakini endelea kwa nani utapata majibu ya maswali yote. Sasa baada ya kukubaliana kuwa ukatekate ule mwili ili uweze kubebeka kirahisi, jambazi mmoja akachukua panga na kumpelekea bibi harusi ili ukatekate ule mwili wa mumewe, lakini bibi harusi akataka kuleta ujanja, lakini akathibitiwa. Ikabidi abaki analia tu, na jukumu la kukatakata ule mwili akapewa Gosi na akalazimishwa kubunduki au kukatakata ule mwili. Na Gosi ili kutetea maisha yake ikabidi afanye hivyo, aliukatakata ule mwili kikatili, huku bibi harusi akiwa analia tu, haamini kama kweli hii ndio ilikuwa ni siku yao ya harusi. Upande wa pili, kituo cha polisi, wakati huo Babagana alifika pale kituoni na kuuliza kama kuna mtu yote ambaye atakuwa amepigiwa simu na watekaji. Watu wakajibu wakisema kuwa hakuna aliyepigiwa simu. Basi Babagana akawaambia kuwa kama kuna mtu yote atapigiwa simu watoe taarifa mapema. Mama Delin akasimama na kuuliza kama kuna taarifa yoyote polisi wamepata hadi sasa, lakini Babagana akasema kuwa bado anatafuta majina ya watu wote waliotekwa, lakini kuna baadhi ya vitu wao kama polisi wameanza kuvijua, hivyo watafuatilia. Baada ya pale Babagana akaondoka. Wazazi walibaki pale wakiwa wanalia sana. Huku alipo Babagana akapokea ujumbe kwenye simu. Ulikuwa ni ujumbe kutoka hospitali, wamemtumia bili ya matibabu ya mke wake. Mke wa Gosi akawa na ndugu yake wanashauriana ni nini cha kufanya. Huyu dada akawa anasema amejaribu kumpigia Gosi ila hapatikani. Baada ya hapo huyu dada akawa anasema basi tupigie Uncle Mike, maana yeye huwa anajua ni namna gani ya kupambana na matatizo kama haya. Lakini mke wake Gosi akakataa akisema kuwa yeye hataki kabisa kuhusisha familia juu ya hili swala. Huyu dada akamwambia mke wa Gosi, hebu sikiliza, najua wewe na Gosi mnapenda kuishi kana kwamba mpo kwenye kisiwa chenu wenyewe. Ni jambo zuri, lakini kwa sasa huu sio wakati wa kujificha au kujifanya mko sawa. Kama kuna kitu muhimu ambacho tunahitaji kwa sasa ni familia. Mke wa Gosi akawa anasema kuwa yeye hatampigia Uncle Mike wala mtu yoyote. Hatujui ni kwa nini mke wa Gosi hataki kabisa kushirikisha familia juu ya hili swala. Mstudi kwa hao watekaji wakaja watu wamevalia vinyago, na kwenye mazungumzo tunagundua kuwa hao jamaa waliovaa vinyago huwa wananunua maiti na viungo vya binadamu. Hivyo hapo walifuata mwili wa bwana harusi ambaye ni Fola. Sasa baada ya mazungumzo walishindwa na bei na wakataka kuondoka, lakini wakatulizwa na kupatana tena bei kwa mara nyingine, na baada ya kukubaliana bei wakakubali kununua mwili wa Fola. Na wakati wanakagua mwili, jamaa mmoja kaona saa kwenye mkono wa marehemu, akaichukua na kuitia mfukoni bila kujua kuwa alifanya kosa kubwa sana kuibeba ile saa. Usiku ulipofika, msafara wa mateka ukafikishwa hapo. Wakaamliwa wakae chini, na kwa sababu walitembea sana mateka walikuwa na kiu, kwa hiyo ilibidi waombe maji. Na maji yenyewe yalipofika wakaishia kugombania tu, na baadaye yale maji akamwagika. Baadaye yule dada akawaonyesha watekaji msosi, wakachukua wakawa wanagawana tu na kula wenyewe. Yule dada akamwonea huruma bibi harusi, akampelekea chakula, lakini akawa anakitazama tu. Gosi alikuja akambembeleza sana ali, lakini wapi. Upande wa mke wa Gosi, baada ya kushauriana na ndugu yake, aliamua kwenda kuripoti kituo cha polisi cha jirani. Alipoingia kituoni tu simu yake ikawa inaita. Alivyoipokea alifurahia baada ya kusikia ni sauti ya mume wake Gosi. Lakini kabla hajaongea naye vizuri, simu ilichukuliwa na mdada mmoja ambaye alisikika kwenye simu akisema kuwa inabidi mke wake Gosi awape naira milioni 10 pamoja na bangi mifuko kadhaa ili aweze kumpata mumewe. Na tena alipewa masaa 24 tu au amekamilisha hilo. Adama alinyong'onyea sana na akajikuta anaondoka tu pale kituoni bila hata kusema chochote. Upande wa kituoni ambacho Babagana anafanya kazi, mama Delin ambaye ni bibi wa bibi harusi, naye akawa amepigiwa simu na kupewa maelekezo kuwa ili kumpata mtoto wake ambaye ni Delin ilibidi atoe naira milioni 50 na pakiti kadhaa za sigara. Naye akapewa masaa 24 tu
akaonywa kuto kuhusisha polisi kwenye swala hili. Kwa hiyo mpaka sasa tunaona kuwa ni familia mbili tu ya Gosi pamoja na bibi harusi ambao wamepewa taarifa ya kuhusu kutoa pesa, na familia ya bwana harusi mpaka sasa bado hajapigwa simu na kupewa taarifa yote. Kwa hiyo mpaka sasa tunajua kwamba bwana harusi amekushafariki. Polisi walijua hilo kwa sababu wao ni wazao wa kuunganisha doti. Upande wa pili, Gosi alimfuata Delin na kuanza kumwomba msamaha. Delin akawa anamlaumu tu Gosi kwa sababu asingekimbia pale kwenye gari, basi mume wake asingeuawa. Gosi akajitahidi sana tu kujitetea pale, lakini Delin hata hakutaka kumuelewa na hakutaka mazoea. Upande mwingine kwa hawa mateka, huyu mshikaji na huyu dada wanajadili ili watoroke. Basi Gosi alivyosikia wana mpango wa kutoroka, ikabidi asogee pale na wakaanza kupanga plani kwa pamoja. Punde akaja huyu dada na kuambia kwamba hiki kibunzi cha moto kitawasaidia kupunguza mbu, na kisha akaondoka. Alivyoondoka washikaji wakaendelea kupanga mipango yao. Ikawa ni huyu mshikaji anaongea, halafu huyu dada anamtafsiria Gosi. Jamaa akasema kuwa usiku huu inatakiwa tutoroke. Gosi akauliza kwa nini tutoroke usiku? Kisha akasema nisubirieni kwanza. Akamfuata Delin na kumwambia kuwa nina kitu cha kukufanya ujisikie vizuri. Delin akamuuliza ni kitu gani hicho? Gosi akasema kuwa nina habari njema, lakini kabla hawajaongea chochote, Delin akaanza kuimba akisema kuwa walikuwa na ndoto yeye na mume wake, lakini haelewi ni kwa nini imekuwa hivi. Gosi, hii ni sawa kweli? Akawa anamuuliza Gosi, lakini huku analia tu. Gosi akawa anamtuliza akisema kuwa anajua kila kitu. Basi Delin akamuuliza, unadhani kuna mtu yoyote atakuja kutuokoa sisi hapo? Wakati Gosi na Delin wakiwa bado wanaongea pale, wakaja wale watekaji, na walivyokuja pale walikuwa wameshika bunduki mkononi, na walipofika wakasema wewe na wewe hanyanyikeni. Walimchagua yule jamaa alitoa idea kutoroka na yule dada ambaye alikuwa amevaa nguo za kijeshi. Kisha akawapatia maelekezo akisema kwamba tunawapigia ndugu zenu, na kisha wakawapigia simu na kuonyeshea. Huko kituoni simu zikawa zinaita mbili. Basi dada mmoja akasimama akasema kwamba wananipigia. Huyu jamaa akasogea na kumwambia kwamba pokea na kisha uweke loudspeaker. Wakawa wanataka kuzitrack zile simu. Sasa yule dada amepokea tu, upande wa pili washikaji wakakuti bunduki kisha wakamua yule jamaa. Huku polisi ikawa ni mtafutano tu baada ya kusikia risasi zimelia huko. Gosi na Delin ndio hawaamini kinachoendelea. Kifupi, msituni na kituoni kukawa ni mtafutano. Afisa Babagana alifanya kazi sana ule usiku mpaka kalala pale pale ofisini. Mara ghafla mlango wake ukagonga, na alipofungua akaingia baba pamoja na mama yake na Fola, na walipofika wakamuuliza Afisa Babagana kuwa watu wote wamepigwa simu ni isipokuwa tu sisi hatujapigiwa. Kuna nini ambacho kinaendelea? Babagana akasema kwamba labda bado hawajapigia watu wote simu, ila natumaini kwamba watawapigia. Pale pale mzee wake akasema kwamba amewasiliana na kaka yake na Fola ambaye anaishi huko Canada, na amesema kwamba Fola amevaa saa, amejaribu kuitrack ile saa, inaonekana inafanya kazi. Hivyo akatoa wazo labda wajaribu kufuatilia kupitia hiyo saa, huenda watajua Fola yuko wapi. Upande mwingine kwenye kanisa moja kubwa sana tunaona kuna washikaji wanasali kinyoma, yani wakiwa wamezama kwenye sala. Mara ghafla anaingia Babagana na watu wake. Walipofika pale wakaambiwa habari zenu, kuna swali kidogo inaendelea hapa. Huyu jamaa akashtuka kumuona Afisa Babagana na akamuuliza kuna shida gani, lakini Babagana akamwambia kwamba tunatakiwa tusache eneo hili hapa. Jamaa akajibu, ina maana mnataka kusache eneo la Mungu, si ndio? Afisa Babagana akamjibu ndio, kisha akamwangalia mshikaji mmoja ambaye alikuwa amevaa saa na akamwambia kuwa una saa nzuri sana, inavyoonyesha ni kwamba wameitrack ile saa ya Fola na inaonyesha ipo kwenye hili kanisa. Baadaye Babagana akawaambia wale watu kwamba nisikilizeni, watu wenye smartwatch mtakaa upande wa kushoto na ambao mna saa za kawaida mtakaa upande wa kulia. Na alivyotoa amri kila mtu akaanza kujitafuta kukaa upande wake. Waliokuwa wana smartwatch walikuwa ni wajamaa wawili tu, na wengine wote walikuwa wamevaa saa za kawaida. Baada ya pale afisa msaidizi alimfuata Babagana na kumwambia kwamba hapati kitu chochote kwenye ramani. Afisa Babagana akachakata ubongo wake kisha akasema hebu nifuate. Kisha akachukua wale jamaa wawili ambao walikuwa na smartwatch. Waumini wakawa hawaelewi, lakini pasta akawa anawatuliza tu. Walipofika nje, Afisa Babagana akaanza kukagua na akakuta kuna sehemu moja wamezungushia bati. Walipoingia ndani wakakuta kuna enga za kutundikia nyama kama bucha yani. Kufungua friji ambayo lilikuwa lipo kule ndani wakakutana na mwili wa Fola umeoza kinyama na unatoa harufu mbaya sana. Baadaye Afisa Babagana akawaletea wazazi wake Fola saa ya mtoto wao. Babake Fola baada ya kuona saa tu imerudi alilia sana. Alijifika kwa mwanae tayari ameshakusha fariki, ingawa mamake Fola alikuwa haelewi, alikuja kuelewa baadaye sana. Sasa kwa mke wa
Gosi baada ya kuambia kwamba pesa zilikuwa zinahitajika, ikabidi aende kwenye benki ambayo mumewe alikuwa akiweka pesa, na alipofika pale akakutana na huyu mwanamke ambaye ndo alikuwa ni mhudumu wa benki hiyo, na alijitahidi sana kujieleza kwamba yeye ni mke wake na Gosi na amekuja kwa ajili ya kuzifuata pesa ambazo ni muhimu sana kwa sasa. Lakini yule mhudumu akajaribu kumuuliza kama ana password labda za hiyo account ambayo, lakini yule mwanamke akawa anasema hana. Yule dada akawa anamuuliza, sasa unadhani hizo pesa utazipataje au tutaaminije kwamba wewe ndio ni mke wake? Yule mwanamke alijitahidi sana kujieleza, akatoa mpaka cheti cha ndoa, lakini bado ikawa ni ngumu kuzipata zile pesa. Na kwa jinsi ambavyo alikuwa amevurugwa na jinsi ambavyo aligomea kuzipata zile pesa, alizidi kuvurugwa sana kiasi ambacho alileta fujo, ikabidi akatolewe pale kwa escort ya walinzi kutoka kwenye ile benki. Na upande mwingine tunaona kwa afisa Babagana akiwa na hawa watuhumiwa Pastor pamoja na wale vijana wengine. Sasa afisa Babagana akawa anamuuliza Pastor kwamba tumekuta viungo vya marehemu ambaye ni Fola kwenye friji pale kwenye kanisa lako, unaweza kutuelezea kwamba wahusika wa hili jambo ni kina nani? Lakini yule Pastor akasema kwamba yeye afahamu chochote. Kijana mwingine ambaye alikuwa na saa ya marehemu akaulizwa, hiyo saa ndio saa ambayo alikuwa nayo marehemu, sasa unaweza kutuambia kwamba wewe saa ulitoa wapi? Lakini yule kijana akasema kwamba ile saa alipewa na miongoni mwa muumini pale kanisani. Na huyu kijana mwingine yeye akawa anasema kwamba yeye hajui chochote. Mpaka sasa afisa Babagana akaona kwamba hao jamaa watakuwa wanamsumbua, ikabidi atumie nguvu kwa hoja. Basi akachukua pasi akamwendea Pastor. Pastor akawa anazidi kulalamika tu, anasema kwamba yeye hawezi akasema chochote hata kama akifanya nini. Huyu kijana mwingine yeye akawa anaendelea kulalamika, anasema pia hata yeye afahamu chochote. Huyu mwingine akawa ni anena kwa lugha tu, yani kila mtu alikuwa ni kwa style yake. Basi kijana mmoja baada ya kupigwa vizuri akasema kwamba yeye atatoa maelezo, na baadaye sasa tunamwona afisa Babagana pamoja na maskari wengine wakiwa wananyata kuelekea kwenye ile jengo hapo. Baadaye huko tunaona kuna nao watekaji wanagundua kwamba kuna mtu anawanyatia. Afisa Babagana baada ya kusogea mlango akafungua kuingia ndani, lakini wanakutana ni mateka tu wengine ambao alikuwa ni bibi huyu pamoja na watoto, na upande wa pili kwa watekaji kumbe walikuwa wamevamiwa na watu wengine hata hawako maskari. Sasa aliyekuja hapa kwa watekaji hawa alikuwa ni huyu mzee, na huyu mzee amekuja hapa anasema kwamba amefuata huyu kijana na akaomba watu wengine watoke ili aweze kuzungumza naye. Basi wakatoka nje. Yule mzee akawa anaanza kumlaumu kijana, akimwambia kwamba alijitahidi sana kumsaidia, alikuwa anamuona kama mtoto wake, akampa kila kitu, akampa pesa, akampa nyumba, akampa gari, mpaka mwanamke akampatia, lakini baadaye akamsaliti na akakimbia na watu wake. Kwa hiyo akawa anamwambia kijana kwamba kwa sasa hahitaji chochote na wala hataki kumsamehe wala kufanya nini, ila anachotaka ni yeye aondoke kwenye mji huu, kwa sababu kwa sasa utakuwa sio utawala wake. Basi yule kijana akaelewa, na yule mzee akawa anatoka. Wakati anatoka tu yule kijana akamvizia yule mzee, akamchoma kisu kwa nyuma. Na yule mzee alipotoka nje na wale wafuasi wake baada ya kumwona amechomwa kisu, zilipigwa risasi nyingi sana pale nje na watu waliuana vibaya mno. Sasa huko afisa Babagana baada ya kuona amewakosa wale watu ambao walikuwa wanafuata, basi wakaambizana tu kwamba inabidi warudi tena ili waende wakamhoji vizuri yule Pastor pamoja na vijana wake. Upande wa pili kwa mke wake Gosi akiwa kwenye gari akapiga simu, na alivyoulizwa akasema kuwa ameshapata baadhi ya pesa lakini bado anahangaika ili kukamilisha, na akaomba kuongea na mumeo. Yule dada akamchimba mkwala mke wake Gosi akisema kuwa kama hataleta pesa ndani ya muda aliopewa basi amsahau mumeo. Kisha akapewa simu mumewe, na Adam akamwambia mumeo kuwa yupo kwenye mchakato kupambania hizo hela lakini bado hajaikamilisha, na kwani ameenda mpaka ile benki ambayo mumeo alikuwa akiweka pesa lakini wamemgomea kutoa pesa. Basi mkewe akatoa suggestion kuwa anataka aende kwa wazazi wake na Gosi, lakini Gosi kusikia kuwa mkewe anataka kwenda kwa wazazi wake akamkataza, jambo ambalo lililofanya watekaji wamnyoshie bunduki, kwani walikuwa wana shida sana na pesa. Kisha simu ikakatwa. Mtu wa Gosi akawa yupo tu kwenye gari na analia sana, hajui atamaliza vipi hili jambo. Baadaye akaenda kwa wazazi wake na Gosi kueleza juu ya kutekwa kwa mwanao. Na alivyofika kwa wazazi wake na Gosi, wazazi wake Gosi wakamuuliza ni kwa muda gani sasa tokea mtoto wetu Gosi atekwe. Adam akajibu ni siku 5. Kisha akauliza kwa nini siku zote hizo ulikaa kimya bila kutoa taarifa.
Adama akawajibu kuwa ni kwa sababu mlimtenga, hamkutaka kushirikiana naye. Inavyoonyesha wazazi wake hawakupenda mwanao Gosi amue Adama kwa sababu Adama yeye ni wa kutokea kwenye kabila jingine. Mama akamuuliza Adama, kwa hiyo mlivyooana mlifikiri kuna siku mngekuwa mnatuhitaji sisi? Adama akawaamini, ni wazazi wa aina gani hawa? Mwanao yupo kwenye shida lakini wao wanaleta malingo tu. Baadaye wazazi wake Gosi wakasema kuwa ili wampatie pesa Adama ni lazima kwanza waingie makubaliano. Hatujui ni makubaliano gani waliingia, na tunachoona ni kuwa Adama alikubali makubaliano na wazee wakatoka kwenda kuchukua mkataba ili waweke sahihi juu ya makubaliano ambayo wamekubaliana. Na wakati wanatoka, Adama akaanza kukohoa na damu zikawa zinaanza kumtoka, alafu baadaye akazima. Wazazi wa Gosi walivyorudi walimkuta Adama tayari amezima pale chini. Upande wa pili kwa mamake na Deli ni pesa ikawa tayari imepatikana. Ikabidi wapige simu ili wapewe address ya kupeleka hizo pesa. Na baada ya kuongea nao akaomba aongee japo na mwanae Deli, na alivyopata tu nafasi ya kuongea na Deli, kitu cha kwanza kuongea akamwambia Deli kuwa pole sana kwa kilichomkuta mumewe Fora. Jambo ambalo lilikuwa ni kosa kubwa sana kulisema, kwani mpaka muda huo majambazi walikuwa hawajui kuwa taarifa za kifo cha Fora zimeshafika mjini. Huyo dada kusikia hivyo ikabidi haraka mnyang'anye simu Deli na akamuuliza Deli, kwa hiyo Fora ni mumewe? Deli akajibu ndio. Kisha swali likaenda kwa mamake na Deli, taarifa za kifo cha Fora umezitoa wapi? Hadi hapo mamake Deli ndo akalijua kosa lake na akajikuta mdomo umemponza. Akaanza kujing'atang'ata lakini akaambiwa tunahesabu 1 mpaka 3 la sivyo tunamuua Deli. Basi wakaanza kuhesabu 1, 2, 3 kisha afisa Babaga na akaiwahi simu kutoka kwa mamake na Deli na kisha akasema mimi ni kaka yake na mamake na Deli na tunaomba tulete hiyo hela. Yule dada akamuuliza Deli, kwani mamako ana kaka yake? Deli akafikiria kisha akasema ndio. Akamuuliza jina la kakake na mamako anaitwa nani? Deli akajiumauma na mwishowe akataja. Mtihani ukarudi kwa afisa Babaga na akaulizwa kama wewe ni dadake na mamake na Deli, jina lako unaitwa nani? Afande akamgeukia mamake Deli na kumuuliza jina la kakako anaitwa nani? Lakini mamake Deli akamjibu kuwa mimi sina kaka. Wakati huo Deli anaomba tu kwamba kifo kimwepuke. Na ndipo afisa Babaga na akaamua akate simu kwanza. Mama Kedeli akamuuliza afisa Babaga na kwa nini umekata simu? Watamua mwanangu. Lakini afande akasema kuwa hawawezi kumua kwa sababu wana uchungu sana na pesa, na tusipotoa jibu sahihi watamua mwanao kwa sababu watajua tunadanganya. Basi baadaye yule dada akapiga tena. Afisa Babaga na alivyopokea tu ile simu akasema tafadhali naomba tupewe hiyo address ili tulete hiyo hela. Lakini yule dada akadai kuwa kwa sasa swala sio pesa, tunachohitaji ni jina lako. Ndipo afisa Babaga na akataja jina. Alivyotaja jina inaonyesha alipatia, na alikuwa amepatia tu jina la kwanza, lakini wakawa wanamlazimisha ataje na jina la pili. Kesi ikazidi kuwa ngumu, lakini ghafla kukasikika mchakacho upande wa wale majambazi. Waka stand by kushambulia, lakini akatokea bibi moja akidai kuwa polisi wapo kila mahali wanawatafuta kwani yule pasta amewachoma huko mjini. Basi jamaa wakaamua wachukue mateka wao na waondoke. Upande wa pili Adama akaamka yuko hospitali, lakini bado wazee wakawa wameuma meno. Wanasema kuwa ili Adama apate pesa ni lazima atie saini makubaliano yao. Basi Adama akaona isiwe kesi, akatia saini alafu akapewa pesa, na baadaye akawakabidhi watoto wake kwa babu na bibi. Akaanza safari ya kwenda kumgomboa mumeo. What a woman, anapambana mpaka nguvu yake ya mwisho, wakati huo akiwa anaandamwa na kansa. Baada ya mke wa Gosi kufika maeneo haya, inavyoonekana alielekeza sehemu ya kuweka zile pesa. Kwa hiyo akaweka alafu akaondoka. Lakini kuna mwanadada mmoja alikuwa amekaa hapa akawa anamchora tu. Upande mwingine tunaona kuna afisa wa polisi anaendelea kufuatilia harakati zote. Baadaye akaona kuna watoto fulani wakachukua zile pesa na kuanza kukimbia. Ikabidi mwambie afisa Babaga na kuwa ameona kuna watoto wamepita na zile pesa ila anaendelea kuwafuatilia. Baadaye akafanikiwa kumnasa mtoto mmoja na ile begi. Alifungua ndani akakuta ni karatasi tu, tayari alikuwa ameshapigwa changalamacho kitambo yani. Akiwa anaendelea kufuatilia akaona kuna dogo mmoja ananyata kama nyani pande hizi. Baadaye yule dogo akampotea. Mara ghafla akamwona tena anakimbia pande hizi. Katika kuendelea kufuatilia akaja kugundua zile pesa anakabidhiwa mzee mmoja hapo hivi. Hadi hapo ikabidi ampe taarifa zote afisa Babaga.
Sasa huku kwa watekaji, baada ya kupata pesa wakawa wanafurahia sana, wakatoa taarifa upande wa pili na kusema kuwa mke wa Gosi tayari ameshaleta pesa. Basi yule dada akamfuata Gosi na kumwambia kuwa uko huru kuondoka, lakini Gosi akaona sio sawa kuondoka peke yake na amwache Delin pale. Ikabidi waombe walao wamwache aondoke na Delin, lakini yule dada akagoma kusema kuwa ni lazima Delin naye pesa zake ziletwe. Sasa huku kwa wenye pesa, mara ghafla wakasikia mchakacho. Kuchungulia wakagundua ni polisi. Ikabidi wapige simu haraka kwa taarifa wenzao kuwa tayari polisi wameshatia timu. Hao watekaji kusikia hivyo wakakuwa kibunduki zao wakiwa tayari kumuua Gosi pamoja na Delin, lakini yule dada akawatetea sana akisema kuwa wasiwaue. Kuna wakati yule dada anakuwa mtu, lakini kuna wakati anakuwa ni shetani. Mara ghafla kikatokea kikosi kingine. Sasa hii kikosi kilichokuja hapa ni wafuasi wa yule mzee aliyeuawa kule, kama mnakumbuka. Wao wamekuja kumuulizia yule mzee, maana hawajui kama amekufa. Wanachofahamu ni kuwa yule mzee mara ya mwisho alikuja kuonana na huyu mwamba hapa, na wakawa wanamlaumu sana huyu jamaa wakisema kuwa ana tamaa sana, na kumbe tayari huyu dada aisha mchoma huyu mwamba kitambo sana. Na huyu dada anasema kuwa aliamua kumchoma huyu mwamba kwa sababu ana itikadi za hovyo sana. Kwanza alimlazimisha yeye kujiunga na hili kundi, lakini pia alimtenganisha na wazazi wake bila yeye mwenyewe kupenda. Upande wa pili huku kwa polisi na majambazi, risasi zinalindima vibaya mno, na Gosi na Delin nao baada ya kuona hivyo kuna mgogoro kati ya hao majambazi wenyewe kwa wenyewe, ikabidi waamue kutoroka. Kwa hiyo wakaondoka, lakini magaidi wawili wakatumwa kwenda kuwafuatilia Gosi na Delin. Gosi na Delin walikimbia sana mpaka wakachoka. Basi baadaye Gosi akamua mbebe Delin baada ya kuona amechoka, alafu pia wakaendelea kukimbia. Upande wa pili kwa mke wa Gosi akawa anawaambia polisi kuwa yeye haelewi wao ni akina nani na kwa nini wanamshikilia, lakini afisa Babaga na akasema kuwa yeye ni afisa wa polisi na amesaidia kuokoa pesa zake zilizokuwa mikononi mwa maadui. Lakini Adama akagomba sana akisema kuwa mlichokifanya kitafanya mume wangu auawe. Huku Gosi na Delin wakawa wamefanikiwa kufika hadi barabarani. Ikabidi waombe msaada, lakini ikawa hakuna msaada. Gosi ikabidi amkimbilie dada moja ambaye alikuwa anachoma mahindi hapa na kumwomba msaada wa simu, lakini yule dada akawa haelewi. Basi Gosi ikabidi amkwapue simu ampigie mke wake, na yule dada akakimbia na kuanza kudai kuwa wezi wamevamia kwenye kibanda chake cha mahindi. Huku kwa mke wa Gosi mara simu inaita, kupokea anagundua ni mumewe ambaye ni Gosi. Basi polisi wakaipokea simu na kumwambia kuwa wanakuja kutoa msaada, na simu akina Gosi waliacha hapo hapo, wenyewe wakaendelea kukimbia. Na majambazi nao walikuja hadi maeneo haya na wakaunga uelekeo ule ule ambao akina Gosi walielekea. Upande huu tena tunamwona huyu mwamba akawa ameshikilia jiwe kwa kesi ya kusalitiwa. Akamfuata mateka mmoja na kumwambia kuwa achukue lile jiwe na ammalize huyu jamaa ambaye alikuwa akiwatesa muda wote, lakini yule mateka akawa haelewi. Basi yule dada ikabidi amuelekeze tena. Sasa huku kwa Delin na Gosi, Delin huko mbele alichoka sana, akawa hawezi kabisa hata kuendelea kutembea. Akamwomba Gosi aende tu, yeye atajificha, na Gosi akamwahidi kuwa anaenda na atatafuta msaada na atamrudia. Delin akiwa pale amejificha, ilibaki nusu kidogo aonekane, akajificha zaidi. Lakini inavyoonyesha ni kuwa jambazi mmoja tayari alikuwa ameshakwisha kumuona Delin na akawa anataka mbaki. Hivyo akamwambia mwenzake aendelee kumkimbiza Gosi. Delin akiwa ameinama hapa, ila anageuka tu mwanaume huyu hapa akamvuta Delin, kisha tunaona giza ile anataka tu kuondoka naye. Gosi akawa ametia timu, kumbe hata naye akwenda mbali. Kwenye purukushani za hapa na pale, Delin akala kofi akaenda chini. Gosi naye ndio hivyo tena, nguvu zote zilikuwa tayari zimeshaisha kwenye kumbeba Delin, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi tu kwenda chini. Ile jamaa anakuwa kitu bunduki ili aweze kuwamaliza, mara ghafla alikula risasi hapo hapo na akaenda chini. Alikuwa ni nani tena? Ni afisa Babaga, na akawa tayari ameshatia timu pande hizi, na hiyo ndio ikawa ni salama yao. Kwa hiyo hadi hapo akachukuliwa na polisi. Ile wanafika barabarani, Gosi akaonana na mke wake. Hakuamini jinsi mke wake alivyompambania mpaka mwisho. I say, yani na kuombea na wewe mtazamaji upate mke kama mke wake Gosi. Baadaye wakafikishwa hadi town. Huko town nako Delin akakutana na wazazi wake. Halikadhalika Gosi naye kwa mbali akaonana na wazazi wake. Kama kawaida yao, wao hawana hata pressure. Wakawa wanajiongelesha tu wenyewe pale, wanasema kuwa mwanao Gosi alipata mwanamke mzuri sana. Sema ndio hivyo tena, haikuwa bahati yake, maana makubaliano yatabaki kuwa makubaliano. Kwa nini haikuwa bahati yake tena? Ni kwa sababu gani? Au ni makubaliano gani ambayo yalikuwa yamefanyika?
Sasa ni kwa sababu tayari mke wake Gosi alisha saini mkataba wa kuachana na Gosi ili tu ipatikane ile pesa kwenda kumgomboa Gosi. Kama unakumbuka, aliambiwa ili apate pesa lazima wafanye makubaliano. Kwa hiyo walikubaliana akubali kuachana na mtoto wa Gosi ndo wampe ile hela, na alikubali ili tu Gosi aweze kutoka kwenye mikono ya magaidi. I say inahuzunisha sana. Niandikie umeonaje? What a movie. I say ni hatari mno. Kama umefanikiwa kufika hadi mwisho, tafadhali naomba usisahau kusubscribe, like, comment pamoja na kushare. Ulikuwa nami Diamond na hii ni Diamond Movie Recap. Bye bye till next time.